Asubuhi ya leo ningetaka tuangalie maandiko ama awadhi ya asubuhi ya leo imeguzwa na Roho wa Mungu. Anakuanga mwaminifu kwa maana anatupelekaga na njia yenye inafaa. Senior pastor ameiguza akasema kuhusu continue praying or persistence in prayer. Ni kuendelea na maombi kila wakati. Tunafaa kuwa sisi kama watumishi wa Mungu tunafaa kuwa tunaomba kila wakati. Si ati naomba leo kesho siombi, hapana. Na ndio tuweze kushinda ama tuweze kushinda shetani. Kazi yetu ni maombi. Ama ile kazi ya ile kitu inaweza tusaidia katika huu ulimwengu ama katika maisha ni kuendelea kuomba, kutia bidii katika maombi. Sio niombe leo niseme ati kwa maana tulikuwa for example hii wiki tulikuwa tumepewa siku 3. Mimi sitakuuliza kama uliomba, lakini tulikuwa tumepewa siku 3 ya maombi na ni maombi ya fasting. Ni sawa, tumeomba, wenye wameomba, lakini sio kusema ati kwa maana leo nimeomba next week ama nitangoja mpaka wakati nitaambiwa tena ati kuna fasting ya kila mtu. Hapana, kwa maana sisi ndio tumeitwa na sisi ndio tumeteuliwa. Tunafaa kuomba kila wakati. Usiseme maombi ati ni ya wale wameteuliwa peke yake. Hata wewe mwenyewe umeteuliwa. Katika hii madhabahu, tuko katika madhabahu ya Tengogona inege atomo na nabii. Na kama sisi ni mitume wa Mungu na manabii, tunafaa kuwa tunaomba kila wakati. Si ati kungoja wakati utaambiwa leo kuna fasting. Hapana, tunafaa kuwa ujiweke hapo ama hiyo ikuwe mzigo wako ati nafaa kuomba kila wakati. Nafaa nitenge siku moja kwa wiki ama 2 ya kwenda fasting. Ili nini? Kwa maana wakati unaomba, wewe mwenyewe unapataga nguvu katika maisha yako na unapataga nguvu kwa ile utumishi iko ndani yako. Lakini wakati umefikia kwa maombi, shetani na yeye ndiye anapataga nafasi ya kukuja kuweka mambo mabaya kwa fikra zako ama katika maisha yako. Anakuwekea vikwazo ili usifike pale. Lakini wakati unatia bidii katika maombi, hakuna wakati shetani atapata nafasi, na hakuna jambo itakuwa gumu kwa katika maisha yako. Mungu awabariki. Tukiingia katika neno, ningetaka tu kukaribisha mchungaji Simon atusomee Luke chapter 11 verse 9 up to 13. Our theme nimesema it is persistent in prayer. Tuwe tunaomba kila wakati. Na ndio maana hata wakati Yesu alijua anaacha wafuasi wake, aliwaacha na akawaambia mchunge msiingie katika majaribu. Na kuchunga ili kujitenganisha na haya majaribu ni wakuwe kwa maombi kila wakati. Alafu akawaambia siwaachi bure, lakini nitakapofika juu kwa Baba yangu nitawatumia Roho Mtakatifu anawaongoza. Siku ya leo ni sisi tumeambiwa tuwe tunaomba kila wakati. Na hii maombi katika maombi, ukiigiza maombi ama ukitia bidii kwa maombi, naye Roho Mtakatifu atakuwa na kuongoza kwa ile jambo unafaa kuombea. Umepata mchungaji? Karibu. Amen. Kitabu ni cha Luka mtakatifu, sura yake ni ya 11 na mstari ni wa 9. Inasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba, ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? 13. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni
hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Amen. Mungu akubariki. Maandiko inatuambia tuombe na tutapewa. Wakati unaomba, Mungu naye huwa anakuanga hapo ndio akusikilize chenye unahitaji na atakukabidhi. Wakati unabisha mlango, ako pale ndio akufungulie. Kwa maana wakati nabisha ile mlango, hata kama naenda kwa mtu na lazima nibishe mlango ili niombe ruhusa ya kuingia. Na kwa maana nimebisha mlango, kumaanisha mwenye ako ndani atanikaribisha ama atanisikiliza vile na ile haja nilikuwa nayo, atanisikiliza ili anitimizie. Kwa hivyo ni sisi kwetu tunaambiwa aje tuombe na tutapewa. Wakati unatafuta utapata, ukibisha mlango utafunguliwa. Ni sisi kwetu tutie bidii katika maombi, tukijua ya kwamba Mungu ako hapa pamoja na sisi, ama Mungu anakuanga pamoja na sisi. Ile kitu binadamu sisi tunafanyanga, unaombaga leo, unaona ile kitu nilikuwa nahitaji ni kama Mungu amekaa kwanza na kaa kado. Hapana. Ndio maana dini yetu inatuambia persist in prayer. Tuendelee kuomba, continue praying bila kuchoka. Kwa nini? Kwa maana hujui wakati na muda yale maombi yako yatatimizwa. Na huwa tunaambiwa kwa Mungu kuna jibu tatu. Wakati umeomba, anaweza kuambia no, akwambie yes or wait. Hii kuna muda wa kugoja. Hii jibu ya no hata na sio lazima ikuje saa hiyo. Kwa hivyo nigoje, niombe na nigoje, lakini sio ati nimeomba leo nichoke kuomba kesho. Hapana. Ile kitu nahitaji nafaa kuendelea kuomba. Maandiko inatuambia hata kama nyinyi wabaya, watoto wenu wakiwaomba mkate huwa mnawapea. Kwa maana hakuna wakati mtoto anakuomba mkate unampea mawe. Unampea. Naye Mungu akiwa juu mbinguni, wakati tunamuomba, anateremsha Roho wake Mtakatifu ili aingie ndani yetu. Kwa hivyo ni kwetu tunahimizwa na neno tuwe tunaomba kila wakati. Sio kuomba leo, kesho niko nje, niombe leo niseme sababu ni maana niliomba jana, wacha leo niache. Hapana, tuendelee kuomba bila kuchoka. Tuendelee kuambia Mungu mahitaji yetu. Kwa maana anatuambia, hili neno lake linatuambia, wakati utabisha mlango, utapata mtu wa kukufungulia. Wakati utanitafuta, utanipata mimi mwenyewe nikiwa Mungu. Wakati utaniomba, mimi niko pale nikusikilize. Kwa maana Mungu wetu sio kiziwi. Huwa anasikia maombi ya kila mtu. Na huwa tunaambiwa kwa Mungu hakuna dustbin ya maombi. Kwa hivyo usichoke kuomba. Ama uone haya maombi na ubanga ni kama hayafiki. Hapana, usijidharau. Kwa maana Mungu chenye unataka anakuanga anajua hata kabla umwambie. So ni sisi wenyewe tunakaa kila wakati tukimkumbusha kung'ang'ana kwa maombi ili tupate chenye tunataka. Tuingie katika maandiko mengine mchungaji, iliyo katika Mathayo 18. Mathayo 18 chapter 19. Kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 19. Kifika hapo tunasema amina. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Tuendelee. Hapo asante, ubarikiwe sana na Mungu. Mungu anatuambia ati wakati mtaungana wawili watatu, muniombe, mimi niko hapa, Mungu nitawatimizia. Kwa maana Mungu anasemaga mahali palipo wawili na watatu, chochote watakacho niomba, mimi Mungu nitawatimizia. Sisi wana vision tumeona yale Mungu ametutendea. Kwa hivyo sio wakati wetu wa kunyamaza. Kwa maana tuliungana tukiwa wana vision. Wachungaji, deacons, leaders, washirika wa mama, watoto, tukaungana tukaambia Mungu tunahitaji uwanja wetu. Mungu alitimiza. Alitupa. Kwa maana tulikuwa wawili watatu. Ni kitu tulikuwa tumeangilia tukiwa pamoja. Tukamwambia ni sawa, asante Mungu umetupa mahali palio petu. Sasa tunahitaji kujenga ili tuache kukodisha. Mungu alitimiza.
Kwa hivyo sisi wakati wetu wa kuona Mungu kama hasikii, kwa maana sisi tumejionea na macho yale yote tulikuwa tunatamani, Mungu ametutimizia. Na kama ni sisi siku ya leo tuko mahali hapa, Mungu ametutimizia yale maombi tunaomba. Mbona to give up, watu wa Mungu? We are not supposed to give up. Tunafaa kuendelea kufanya nini? Kuomba. Kwa maana hata hatujamaliza kazi yake bado. Kwa maana huku chini kuna tofauti na hapa juu. Na tunataka kuendelea. Kwa hivyo ni wakati wetu tuendelee kufanya nini? Kumwomba Mungu tukiwa sisi pamoja. Sio ati tuachilie wachungaji peke yao, sio tuachilie bishop peke yake, hapana. Ama tuseme hii kazi inakuanga ya leaders, ati hawa ndio wenye mzigo wa hii kanisa. Hapana, ni sisi wote tumeungana mahali hapa tukiwa wawili watatu, na kwa maana tuko zaidi ya watu wawili ama watatu, Mungu hatakosa kutuambia chenye anataka. Ni wewe siku ya leo umeingia katika nyumba ya Bwana, ukae ukijua chochote chenye unahitaji kwa Mungu. Mungu anakuanga aware kukusikiliza ili asikie mahitaji yako. Sisi wenyewe ndio huwa tuna give up. Alafu wakati unaomba, wacheni tupandishe imani. Kwa maana unaweza omba lakini useme mimi nimeishi kuomba, but wacha niombe. Hii hapo umepungukiwa na nini? Na imani. Na wakati umepungukiwa na imani, wapendwa wenzangu, hakuna mahali unaenda. Lakini wakati unaomba ukijua, hata kama Mungu jana niliomba, sichoki kuomba, na imani yangu nitaipandisha juu nikijua ya kwamba siku itafika, hata kama sio leo na sio kesho, siku itakuja ili Mungu anitimizie yale mambo nahitaji. Mungu atakuja na akutimizie kwa kungoja kwako, kwa kuwa patient, kwa maana maombi inatakaga patient. Tunahitaji kuwa watu wavumilivu. Tukuwe na patient. Ati nimeomba lakini kuna nafasi ya kugoja. Nimeomba, kuna nafasi ya kupandisha imani. Kwa hivyo ni kwetu sisi. Tumeshikana ili tuombe. Tumeshikana ili tuombee nchi yetu. Tukisema nchi yetu tunahitaji amani. Sio tuseme kwa maana leo tumeomba kwa ajili ya nchi. Tuseme kesho ikifika usikie ati kuna furugu mahali pale, ama saidi nyingine gari imeanguka, useme na kwa nini na jana tuliomba. Hapana, labda hayo maombi umeomba ndio imezuia kukue na shida kubwa kuliko vile umeona. Labda hiyo maombi umeona, hiyo kitu imetendeka, ilikuwa tu sign ya kukuonyesha kulikuwa kubaya, isipokuwa ulifanya nini? Uliomba. Kwa hivyo wapendwa wenzangu, wacheni tutie bidii katika maombi. Wacheni tuendelee kuomba. Na tukitenda hivi, Mungu atatubariki. Mchungaji, tuingie katika Matthew 21 chapter 22. Mathayo sura 21 mstari wa 22. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini, mtapokea. Amen. Mungu akubariki. Yeyote mtakayoomba na kuamini, mtaiona. Mimi niko na ushuhuda wa kuwa kuna wakati inafikaka mahali napatwa na jambo fulani iko mbele yangu, na naambia Mungu nataka kujua kiini ama sababu ya hii jambo. Na kwa maana nimepandisha imani, Mungu naye huwa ananipa jibu. Mungu huwa ananielekeza kwa ile jawabu nilikuwa nataka. Kwa hivyo ni kwako ujue ya kwamba yale maombi unaomba ukiamini, Mungu anakutengenezea njia, na lazima akuonyeshe kiini cha ama atakupea jibu. Kwa hivyo tusikose kuomba, tupandishe imani na tukue watu wa kugoja, ndio tupate jibu ya maombi yetu. Tuingie katika John chapter 14. 14, 13 na 14. Kitabu ni cha Yohana Mtakatifu, sura ni ya 14. Chapter 13. From verses 14. 13 to 14. John chapter 14. We get 13 na 14. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya.
tuanzie 13. Nimesema Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Amen. Wakati tutaomba neno lolote kwa jina la Mungu, Mungu atalifanya. Wakati utakaa chini uambie Mungu, nimekuja kwako, na kwa maana wewe ndio umesema. Ndio maana awasilia pasa anatuambiaga ni vizuri uwe na neno wakati unaomba. Ni vizuri kuwa na neno wakati unaomba. Atuambie Mungu, haya maneno ndio umesema. Katika maandiko wewe ndio umetuambia tukiomba na neno lako wewe utatenda. Wakati utaomba Mungu na neno lake umwambie Mungu, nimekuja kwako kwa maana wewe ndio umesema hivi na hivi na hivi, Mungu ni lazima akutimizie. Kwa hivyo ni kwetu wakati tunaomba, wacheni tuingie kwa maandiko, sio kuomba tu. Tuombe na tujue maandiko, kwa maana shetani huwa anashindwa na mtu yeyote. Wakati unaomba na maandiko, anajuaga huyu hata nikimjaribu hawezi give up, huyu hata nikimsukuma mahali pale kona, kwa maana anajua maandiko. Yesu aliweza shetani na nini? Na maandiko. Kwa hivyo ni sisi kwetu, ni juhudi yetu tukate kauli ya wakati unaomba, wacheni tuwe tunasimamishia Mungu maandiko, ati wewe ndio umesema neno lako. Na kwa maana neno la Mungu lina nguvu, na neno la Mungu ni Mungu na lina nguvu zaidi. Wacheni tuwe tunaomba, na kwa maana yeye mwenyewe ndiye amesema, wakati mtaniita kwa jina langu nitawaitika. Kwa hivyo ni kwetu sisi, tunaambia Mungu, wewe ndio umetuita, nimekuja mbele zako kwa ABCD, ninahitaji hili na hili na hili, na kwa maana neno lako ndilo limesema. Mungu, najua ya kwamba utanisikia, na Mungu hata kufungia masikio. Mungu atakuwa pamoja na wewe, Mungu atakuwa anakusikiliza. Mungu awabariki. Tukiingia katika kitabu cha mwisho hiyo tu, John 15 chapter 7. Nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Amen. Mungu akubariki mchungaji. Wakati tutakaa ndani ya Mungu, wakati tutakaa ndani ya Mungu bila kukaa kando ama ukae nje, chochote utakachoomba Mungu atakusikia. Kwa hivyo kuna kazi unafaa kufanya. Unaendelea kuomba na unaendelea kuomba bila kuchoka, lakini si uendelee kuomba ukiwa nje ya sheria za Mungu. Tunafaa tukae ndani ya sheria za Mungu, tukae ndani ya Mungu, na yeye Mungu atakaa ndani yetu. Wakati nimekata kauli ya kumtumikia Mungu bila kuangalia yale mambo yamenizingira, bila kuangalia watu wa ulimwengu wanafanya nini, Mungu hakuna wakati ataniacha. Wakati utakata kauli ya kutumikia Mungu bila kujua hawa ni wanalika, unaangalia mwanalika mwenzako ati yeye kazi yake kama leo ni Sunday, ameenda kwa raha zake. Hapana, wacha kuangalia hawa wako huko nje. Wacha kukaa kama watu wa ulimwengu. Tuache kama watu wanajua Mungu. Tukae kama watu wanajua kuokoka na kukombolewa ni nini. Na wakati tutakaa ndani ya Mungu, Mungu na yeye atakaa ndani yetu. Kwa hivyo ni kwetu sisi watumishi wa Mungu, wacheni tukae ndani ya Mungu. Na wakati tunakaa ndani ya Mungu, Mungu anatusikiliza. Neno la Mungu katika Mathayo 7:7 inasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, ukibisha mlango utafanya nini? Utafunguliwa. Unafunguliwa mlango, kwa maana wewe uko na hitaji na umeenda wapi? Kwa baba yako. Atakusikiliza kwa maana umeenda kumuomba, na atakufungulia ile mlango wakati utabisha, kwa maana wewe umechukua hatua ya kufanya nini? Ya kwenda kwako. Sisi leo tulikuja kutafuta uso wa Bwana, na kwa maana tumekuja kutafuta uso wa Mungu, wacheni tumwambie mahitaji yetu na tukae ndani yake, ili na yeye akubali kukaa ndani yetu. Sisi binadamu ndio huwa tunaacha Mungu. Mungu hajaichoka na sisi. Mungu hajaituachilia kamwe. Sisi ndio tunaonanga hii safari ni gumu. Kwa maana ukikata kauli ya kukaa kwa Mungu,
inakuanga safari ya kung'ang'ana. Kwa nini unang'ang'ana? Kwa maana umejitenga na mambo ingine yenye ya ulimwengu. Unajitenganisha na raha, unajitenganisha na yale mambo unaona watu wengine wa ulimwengu wanafanya. Kwa hivyo inakuanga njia ni njia nyembamba, ati najifinyiria kupitia hapa. Kujifinyiria kupitia hapa si ati ni mlango nitapata space ni dogo. Hapana, ni ujitenganishe na yale mambo yanafanywa na watu wa ulimwengu. Tujitenganishe na yale mambo watu wa ulimwengu wanaifanya, ili tukafike katika destiny, na ili Mungu awe anatusikiliza. Mungu anapelekana na wenye wamekata kauli ya kupelekana na wao. Sisi tukikata kauli ya kupelekana na Mungu, Mungu hata tuacha kama wana vision. Tukikata kauli ya kukaa kwa Mungu, Mungu ndiye jibu yetu kwa kila jambo na kwa kila kitu unatenda. Mungu atakuwa anakusikiliza. Kwa hivyo ni sisi kwetu tukate kauli ya kukaa kwa Mungu, na yale mambo yanaweza zuia tukae kwa Mungu, wacheni tuyaondoe siku ya leo. Yale mambo yanaweza kuwa kikwazo ndio ufike mahali Mungu anataka, wacheni tuiweke kado. Nikimalizia nataka niwape hadithi kidogo. Naweza kula masaa. Kulikuwa na mzee mmoja. Huyu mzee alikuwa amefanya kazi na akachoka sana. Na kwa maana alikuwa amechoka, akasikia anafaa kupumzika. Alienda tu kwa shamba, akalala mahali. Akakaa chini mahali akapumzika. Kando ya huyu mzee kulikuwa na chura. Mzee aliona chura, lakini fikra zake zikamwambia hawa chura ni wangapi? Ni wawili. Yeye alilala. Na kwa ile sababu alikuwa amechoka, akiamka hapo alikuwa amepasuka mdomo. Na ukipasuka mdomo unakuanga unapata kuna mtu anapasuka mdomo, anaanza kutoka damu kwa lips. Wakati huyu mzee aliamka akapata ni kama niko na damu. Kumaanisha aliamka kwanza akaangalia chura, akapata yule chura amemwangalia na huzuni sana. Na kwa maana maidi yake yeye aliona kulikuwa na chura wawili kando yangu. Wakati yule chura alimwangalia na huzuni, akaona huyu chura ananiangalia na huzuni, kwa maana wakati nililala chura ingia kwa mdomo na nikafanya nini? Nikamtafuna. So mawazo ya huyu mzee aliwaza nini? Mimi nilitafuna nini? Chura. Kukaa hapo akaanza kufikiria, sasa nitaanza kufanya nini? Already chura nimetafuna, na amedhibitishiwa na mdomo wake kuwa kwa maana amepasuka kwa lips zake, anajua ya kwamba nimefanya nini? Already nimetafuna chura, nikaachwa na damu wapi? Kwa mdomo ama huku kwa lips. Akaona mimi hapa sasa niko kwa shida. Akafikiria anaweza fanya nini? Akaona kitu ya kwanza, akakaa akafikiria nafaa kwenda kuona daktari. Saa hiyo mawazo yake ya kumwambia aende kwa daktari, alianza kuchafuka roho, akijua ya kwamba niko na chura wapi? Kwa tumbo. Alianza kuchafuka roho, akaanza kusikia kutapika. Alikimbia kwa daktari, akaambia daktari, unajua nini? Mimi nimemeza chura. Daktari akamwambia ni ukweli? Haya, na tutafanya aje ndio tutoe hii chura? Sasa daktari akafikiria haraka. Mwenye walikuwa na yeye akamtuma akamwambia, ende na hapo unitafutie nini? Chura. Yule si patient. Akamlaza kwa kitanda. Akatumia dawa zote, akafanya nini? Akatapika. Mzee alipata chura kwa bucket. Na yeye daktari alichukua ile bucket na chura akaweka wapi? Mahali mzee anatapikia. Mzee aioni. So wakati alitapika chura ilikuwa wapi? Ilikuwa ndani. Mzee aliambiwa chura ndio hii. Kumaanisha ulikuwa umefanya nini? Mzee hakufikiria wakati nilitafuna chura, siwezi kumeza, nilimeza. Kitu ya kwanza nilifanya nini? Kwa maana kama nikumeza ningemeza, singepata damu kwa mdomo yangu. Kwa hivyo aliimagine alifanya nini? Alikula chura. Kwa hivyo ile kitu kikatuma yeye mwenyewe agojeke on the spot. Kuna mambo tunafanyanga ya kutuzuia tufike mahali pale ama mahali Mungu anataka. Sisi wenyewe ni kwetu tuachilie haya mambo. Mwimbaji akasema, taheka kiura we taheka kiura agitoma gotore na rudora kiura hatare kiura imaginare
yatoria thina kihonokia ine giaku. Tutaishi kuwa na shida kwa yale mambo tumejishikia yenye haifai. Tutaishi kuwa watu wenye wako na shida, kwa maana mimi nasema nimeokoka, lakini masegenyo nilikataa kuacha. Chura sio chura. Chura ni yale mambo tumejishikia kando na neno la Mungu. Chura ni yale mambo tumejishikia kando na vile Mungu anataka. Tukitaka kufuata sheria za Mungu, kuna mambo tunafaa kuacha. Na ndio maana niliwaambia ni kwetu sisi wenyewe tujifinye, tujitenganishe na mambo mengine, tujitenganishe na masegenyo, tujitenganishe na uongo, tujitenganishe na mambo yenye haifai ya dunia, ili Mungu atufikishe katika destiny. Kama huyu mzee angefikiria wakati aliona chura kwa bucket, ati mimi sikumeza chura nilitafuna, hage kuwa na yale mawazo kuwa nimefanya nini. Lakini daktari alikuwa mwerevu. Siku ya leo shetani ametumika kama huyo daktari. Shetani anajuanga weakness yako, so anajua nikipitia hapa huyu nitamweza. Lakini nika weakness tu kenye nimekataa mimi kuondoa mimi mwenyewe ili nifike mahali pale. Na hii weakness inaweza zuia nikuwe persist kwa maombi. Kwa maana shetani atakuwa nikikata kauli ya kwenda fasting, atakuwa analeta ile kitu. Na shetani anapitanga mbio. Wewe ukifikiria kufanya hii kitu na yeye ako hapo. Na ndio maana huwa tunaambiwa mahali pana Mungu sana, shetani yako wapi? Ako hapo. Kwa hivyo chochote tutakachopanga, tukisema ni fasting, shetani na yeye anakuanga amewekea watu wengine vikwazo. Ati sio lazima niende fasting. Kwa hivyo naweza omba, lakini bado niko kwa maombi, lakini nikufanya nini? Nikule. Huyo ni shetani amepita mbele yako, akakudanganya. Wengine wako kwa fasting, lakini wewe hutaki kuomba. Wengine wanasema wacheni tupitie hii njia, ati tuko na mjengo. Hata kama sina pesa, hata kama nitatoa 200, wacha niache kwenda kuchocha hao wengine. Wasemage chairman akisimama hapa kazi yake ni kujishitisha pesa tu, hakuna kazi nyingine. Lakini chairman ako hapa amewekelea mzigo na nani? Na Mungu. Na sisi kwetu tukae tumtegee masikio akituambia tunafaa kukoroga hii nyumba ya Mungu, ama tunafaa kupandisha nyumba, tunafaa kubadilisha, tutoe mabati tuweke mawe. Kama hutatoa nyamaza. Wacha kuwa nini? Kikwazo kwa wengine. Kama hutafanya kazi ya Mungu vile inafaa, wachana nayo. Achilia wenye wanaweza kufanya nini? Kufanya hiyo kazi. Kwa maana tunaweza pata laana katika nyumba ya Mungu. Nikijua ya kwamba mimi sina pesa na nimesikia pesa inaitishwa, ni heri ni nyamaze kuliko nikuwe poison kwa wengine niwaambie hapana, tuache kutoa, ama iko hivi na hivi na hivi. Kwani kila siku ni kuitishwa pesa? Hakuna mahali utaenda ukose kuitishwa pesa, as long as tunahitaji nini? Maendeleo. Na hata wale watu wamejenga au wameenda kabisa, lazima wakuwe na nini? Project ni lazima zikuwe. Na project zinakuanga za kudevelop. Kazi ya Mungu ni lazima ikuwe na mpango. Sio tukiambiwa tupitieni kwa hii njia ili tufike mahali tunataka, na wewe unasema hapana. Wachungaji hakuna kitu kingine wanajua. Walikutuambia tufast, tuombe. Hapana. Kitu kingine, maombi haisaidiangi wachungaji. For sure wakati unaenda fasting, hata kama unashikilia kazi ya Bwana, wewe ndio una benefit, sio mwenye unashikilia. Nikikaa hapa nishikilia wanarika, nimewashikilia, but hiyo maombi na benefit nani? Mimi mwenyewe. Kwa hivyo ni kwetu sisi wenyewe tuendelee kuomba bila kuchoka. Na wakati tutaomba, wakati tutakaa ndani ya Mungu, Mungu na yeye hata tuacha. Mbarikiwe sana na Mungu. Makofi mazuri kwa mtumishi wa Bwana.